uulize upewe ujumbe. Toa shilingi 200. Kwa hivyo ni 400 Siaya, 200 Kaimosi katika hii kaunti yetu. Bwana asifiwe. Na mimi mwenyewe ni Senior Alfred Simoni OS katika ofisi ya makohani na niko pia kwa hii sub county. Tumeona mkono yangu. Basi mimi niko kwa hii sub county. Bwana asifiwe. Amen. Mnaposikia Simoni ni mimi na kutambua wewe ni koo wangu na kupenda na nataka makohani wangu wale wako madhabahuni wasimame. Utawe mtu Bwana. Wewe mimi nakupenda kuna mambo mengi. Askofu alisema lazima. Wewe makohani wewe wako hapa. Wewe. Basi Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Ndio baba wetu ana mafunzo. Ukisikia tu tuna baraka na baba anakuja, my friend, hata kama ni saa 12 weka hapo. Bwana asifiwe. Amen. Na ujue baraka, baba hajakuja na baraka. Wacha niwaambie, ni wewe kung'ang'ania baraka. Utafuta baraka yako. Kama umeenda kwa duka ukavunja ile bahasha, toka nje ujipange vizuri, urudishe tu vile ilikuwa. Kama ilikuwa 100 na umekimbia kunywa soda, tafuta tu urudishe ikuwe 100. Bwana asifiwe. Amen. Na usitoke bila kupeana sadaka yako ya mafuta. Tuko na sadaka yetu ya mafuta, tuko na sadaka yetu ya bahasha, tuko na kusalamia baba wetu. Sasa kuchukua baraka ndio kumguza kwa mkono. Hata kama uko nayo, hata kama una lazima umguu. Bwana asifiwe. Amen. Thank you. Kwa majina ni Simoni Alfred, mkaaji wa Uasin Gishu. Mungu atawabariki sana. Si mmesikia ujumbe wa kutoka kwa makohani? Usichelewe my friend. Barikiwe. Karibu sana. Bwana asifiwe. Amen. Bishop leo umeenda sana. Bwana Yesu asifiwe. Leo hii wanene. Kwa hivyo nataka kushukuru askofu kwa moyo ambao ako nao, moyo a very generous heart and a very friendly man of God. Ni wachache sana ambao nimekutana na wao, but Bishop is speaking number 1. Wale maaskofu wote nimekutana na wao, kufanya na wao kazi because he is very very generous. Na nataka kusema kwamba pia anajali watu na anajali. Nimejifundisha mambo mengi sana kuhusu Bishop wakati nimekuwa na muda mfupi na yeye, because ajali mtu ni mdogo, ajali mtu ni mkubwa ama wa aina gani, is just very friendly na very very generous. So alright. So nashukuru kwa sababu wakati nilikutana na yeye kama daktari wake, na wakati nilimhudumia na akapata kusongesha maisha yake ama afya yake mahali alipokuwa tumekutana na yeye, na ndiposa aliimpress hii huduma ambayo tunapeana ya alternative medication. Akasema ya kwamba anahitaji huo huduma katika ministry hii ya Nineve. Kwa hivyo mimi nikisimama hapa ni mhudumu ambaye ninahudumu na kampuni ambayo inasimamia mambo ya alternative medication, yani matibabu ya mbadala, matibabu ambayo kama hospitali imeshindwa, kama hospitali imelemewa, basi sisi tunaingilia katikati yake kupeana alternative medication. Tunapeana suluhisho kupitia kwa dawa za kiasili za kutoka kule Uchina, na hizi dawa zimekuwa very very effective kwa sababu zinasaidia katika lishe bora wa mwili wako na kucultivate pia mwili wako ambao unaweza kuwa umedhoofika na magonjwa ya yoyote yale ambayo tunayapata kama lifestyle. Magonjwa ambayo leo hii yanatumaliza ni yale ambayo ni ya lifestyle. Lifestyle inamaanisha ugonjwa kama pressure, diabetes, stroke, hata kifafa, ulcers, kadhalika. Vile mnaelewa, hayo ni lifestyle diseases ambazo zina chronic na zinatumaliza. Kwa hivyo tuko specialized katika sehemu hiyo, na tuko
na tuko na dawa ambazo